Bana, kutokea kwenye series ya Dunia tuko na mwanetu Jordan Baisa. Cheki buyu hilo hapo chini au vipi bana? Mwanetu Jordan kwenye tamthilia ya Dunia, si ndio? Unakuwa unamuona kupitia YouTube, ndipo ambako kazi zao zinapatikana kwa wingi. So tupo naye leo kwenye DTV na tutapiga naye story nyingi sana. So kama una chochote cha kushare, una swali kwa mchizi, huyu hapa tunaye leo kwenye DTV. Brother, hii ni kumaanisha kwamba Dunia inafuatiliwa na pesa zenu kama wasanii zinafika. Bwana, tunashukuru sana wanangu, tunashukuru sana. Safi. Mimi nataka tuanzie tu kwenye maisha halisi ambayo yapo mtaani, kwa sababu wewe ni kijana na kile ambacho mnakifanya kwenye Dunia kina reflect maisha ya mtaani. Unahisi Dunia imebadilisha maisha ya watu mtaani ama imeonyesha kile ambacho kilichopo mtaani kwa kiasi gani? Bwana, Dunia inaendelea. Nikisema imebadilisha, takuwa bado nainyima uhuru. Inaendelea kubadilisha. Watu wanaendelea sana kujifunza, kwa sababu ukisoma comment pale utakuta yani hichi kinachotokea mimi najiona mimi kabisa. Mtu mwingine anakuambia ni maisha hayo kama mimi kabisa. Kila mtu kwa hiyo ana kile anachokuna. Kama hujaguswa na moja utaguswa na mbili. Kama hujaguswa na tatu utakuja kuguswa na nne. Kwa hiyo kuna vitu vikubwa sana ambavyo vinaendelea kuweza kubadilisha maisha ya watu mtaani, kwamba wakiwa wanaamini kumbe mimi nilikuwa naamini hichi, kumbe hakiko hivi. Kumbe kiko hivi, kiko hivi, kiko hivi. Kwa hiyo tunashukuru Mwenyezi Mungu kwamba kuna hatua fulani tunajaribu kuweza kuwafanya watu wawe tofauti na vile walivyokuwa. Safi. Karakta yako wewe kwenye Dunia naweza kusema inaenda sambamba na hawa jamaa wanaojiita vijana wa ovyo, mzee wangu. Wao wanasemaje kuhusiana naye? Nawakilisha vyema sana. Na wenyewe wananiambia unatuwakilisha vyema sana. Yaani ni kweli kwamba najaribu kuwaelimisha chochote kile. Hata ukitaka kwenda niseme kwamba kwenda kuwafuata, kuwahubilia, tuseme watu wanaokula kaya, wanaokula nini mpepe, usianze kwanza kwenda afu kuambia wewe wanangu mnazingua hivi mnavyofanya. Nenda kwanza, piga mioshi miwili, anzia huko. Yani wewe mwanangu, mimi pia nilikuwa napiga sana hivi vitu, lakini sasa hivi nimeacha kutokana na hivi na hivi vitu vinakuja vinazinguaga sana baadaye hivi na hivi, punguzeni wanangu hivi, wanakuelewa. Lakini ukienda tu ukianza kwa wanaona huyu anatuzingua. Kwa hiyo lazima kwanza uende, kama sio kupiga basi uanze kwenda na zile priority zao, yani kwamba wewe unatembea na ile hali yao ya labda maongezi, wewe nini, yani wewe unawatembelea maskani, unawaachia, ndio baadaye unakuja kuwaelimisha. Lakini wanangu, punguzeni hizi mambo. Kwa hata mimi pia najaribu kuweza kuishi katika maisha yao, afu baadaye nakuja bwana, labda madhara yatakao nikuta mimi labda ndo watawafunza wao, au faida zitakazo nikuta mimi labda ndo watazichukua wao. Kwa hiyo chochote kile, lakini nia yangu ni kuweza au nia ya mwandishi ni kuweza kufikisha ujumbe kwamba vijana hawa wanaishi hivi, lakini labda madhara yake ni hivi, sijui labda mbele ameandikaje au sijui kwamba itakuwaje, lakini nia yetu ni kufikisha ujumbe. Safi, safi sana na mnakufikisha vizuri sana. Nataka nikuulize swali kidogo. Wakati uko kwenye series ya Dunia, wakati unaigiza, kuna siku hata moja uliwaza kwamba utapata nafasi labda ya kucheat na mpenzi wa rafiki yako? Mshikaji wangu, Dunia inaendelea kila siku. Afu story zake inatungwa kila siku. Yaani ninavyokuambia hivi, inatungwa kila siku. Hiyo huwezi ukahisi hata kidogo. Na ndio maana hata ukiangalia wale watu ambao wanahisi labda YouTube ile kutana watu wanaweka labda itakuja kuwa hivi hapa, itakuja kuwa hivi, afu mwisho wa siku wanakuta tofauti yani. Kwa sababu hii ngoma inaandikwa kila siku mzee. Kila siku. Yaani ndio kwanza ya moto inaanza, yani inaandikwa kila siku. Kwa hiyo sijawahi kuwaza hata siku moja kama nitakuja kufika huko. Mimi niliamini kwamba yule ni mshikaji wangu na tutabaki kuwa hivyo. Hususa sana ni mtu wa kunihubiria kila wakati, yani mtu wa kunichana tu, yani nikifanya hivi mara kanichana na muona anazingua, lakini ni mwanangu sawa. Lakini sijawahi kufikiria kama nitakuja kufika huko kuweza kupita na mke wake. Sijawahi kufikiria. So, wakati tuko location tuna shoot ile scene, hali ilikuwaje? Bwana, sio mchezo mshikaji wangu, kwa sababu nilikuwa nawaza mimi kila nikiingia location kushuti huaga nawaza sana kwamba, kwa sababu najua naenda kusemwa. Sawa, kwa hiyo ilivyokuja nikajua sasa hapa ndo naenda kusemwa sana. Yaani hapa sasa ndo nimeatindinganya kisawa sawa, kwa sababu kutoka achia mbali basi huku napoharibu sawa, mpaka kwa mshikaji wake au jamaa sasa kazidi. Hicho nilichokuwa nakijua kwamba kinachoenda kutokea. Kwa hiyo ilinipa wakati mgumu kidogo, yani kama dakika ngapi kwanza kufikiria hii sasa ya leo lakini ndio hivyo, ni sana natakiwa na mwandishi mwenyewe ndo anajua kwamba nini anaandika, anatakiwa iweje. Kwa
hivyo nimefanya kwa sababu najua kwamba ni sanaa na natakiwa nifikishe ujumbe, ni moja ya sehemu ambayo natakiwa nifikishe ujumbe. Kwa hiyo kama nimepita, ila linikata, ilinichukua vigumu sana mwanangu. Safi. Namna ambavyo mmeigiza ile episode ilikuwa ni ya moto kabisa na kila mtu alipenda, na ndo maana imeenda viral na ndo maana tumekutafuta, si ndio? Unahisi ni kitu gani ambacho kilikuwa special sana mpaka ile video clip ikaondoka kiasi kile? Bwana ile neno pigwe hilo neno bwana ndio limekuwa ni kwa sababu mwenyewe pia nimeshangaa ile kwamba ile kwa nani hii baada yule bwana ngambia bwana unazingua sasa mwanangu hapa ilipofikia. Mimi nikionaga hivyo vitu mimi nachanganyikiwa, yani mimi nitaipiga kweli kwa mantiki kwamba yani sasa mimi ndo unajua unanitania, unajua mimi kama unanitania unajua mimi nitafanya kweli, unajua sasa yeye ndo anaposema ile sasa mimi ndo nimeamua, yani ndo nataka hivyo yani hiyo wewe kufanya kweli ndio ufanye kweli mpaka yani mpaka niwe mpaka lanti ndo ile ndio kitu kilichofanya mpaka hiyo nani kaenda sana. Sasa ubaya zaidi Vai akakuacha ni kama kwenye Lost hivi. Kaja kafanya vile kwa hasira zake, sawa. Kwa hasira zimemfanya yeye akafanya vile, lakini sasa mimi kutokana na kile ambacho alichoniachia kwa tayari mimi kilinifanya ndo nimeshaingia kwenye uteja, yani kwamba sasa yeye katoka, mimi ndo kachaniingiza kwenye uteja, mimi ndo naanza kupata tabu sasa hivyo. Safi sana, safi sana. Unajua siku zote asili inaweza ukakaa nayo, mtu anaweza kukaa nayo, lakini mwisho wa siku watu watajua tu, si ndio? Unahisi baadaye brother yako manyanya akifahamu. Kwanza ushajiweka tayari kwamba siku akija kufahamu nini ambacho kitatokea? Mwanangu, naongea kijasiri tu kiume pale vile nimesema mimi niko tayari, sijui kama kufa fresh, lakini mwanangu asikwambie mtu. Kila mwizi lazima kuna muda anafikiria. Unajua kila mwizi yani kuna muda anafikiria yani siku nikija anajua sijui hata itakuwa nini, naona ataanza kuongea asubuhi mpaka jioni, sijui hata nifanye nini, sijui hata nisemeje, kwa sababu mshikaji pia ni mtu ambaye anajuana na watu wengi wakubwa, si ndio? Kwa hiyo sijui pia kwamba labda itakuwaje, yani sielewi, yani nikwambia sielewi. Kuna muda nafikiria, lakini ni ule ununda tu ule wa kuchanganyikiwa ndio unafanya bado unaendelea yani, lakini kuna muda lazima ukae chini ndonga uumize kichwa, yani kwamba itakija kijua jamaa itakuwaje, lakini ndio hivyo mwanangu. Safi. Maisha halisi, labda pengine wewe una washikaji zako, una ndugu zako, una marafiki zako mtaani, baada ya kuona ile video, baada ya kuona kile ambacho kinaendelea baada ya hiyo video, comment zao nini wanachokwambia? Wanacheka sana wanangu, sema kwa sababu wananijua kwamba niko vipi. Mimi niko peace sana, kwa hiyo wananijua kwamba ni vipi, lakini wanawacheka kwa sababu wanawaza kwamba wanangu wamekupata, yani sasa wamekupata yani, lakini ni wanafahamu kwa ile hali ya kusema kwamba baba atatia hofu na mimi sijui nani, hamna. Japo watu wanaishi katika hiyo, mtu asionijua zaidi inakuwa ni issue, kwa sababu tayari mtu anakuwa anawaza jamaa huyu atakuwa hata maisha yake halisia ni hivi, kama ameweza kucheza hivi vizuri hivi, hawezi kucheza mtu vizuri hivi afu akawa hafanyi hivi vitu, itakuwa naye pia anafanya hivi. Kwa hiyo kuna hofu fulani kwa watu wasionijua, lakini kwa wale wanaonijua, wanangu ni nani, wanaona hivi ni vitu vya kawaida na ni kazi. Kwa hiyo fresh blessed ndio ananipa nani hii fresh wa mwanangu, kimbiza mwanangu, kaza sana, hivyo maisha yanaendelea bana. Mimi nikuhakikishie kwamba unafanya kazi nzuri sana. Vijana wa ovyo unawawakilisha vizuri sana mzee wangu. Labda kama kuna chochote ambacho unataka kuzungumza sasa hivi, pengine kuna social media zako watu unataka wakufuate, una chochote unataka kushare nao, unaweza kusema nao sasa hivi kwenye DTV. Bwana, mimi nashukuru sana wanangu, wasiache kuweza kunifuatilia. Mimi naamini mambo mazuri bado yanaendelea kuja. Pia nimshukuru sana Baba Asma, mshikaji anajua sana mpaka anajua tena na anafanya pakubwa. Na nashukuru pia kwa wale wanafamilia wote wa Dunia ambao niko nao na wote ambao tunafanya wote pamoja, na washukuru kwa sababu support yao pia ni kubwa kwangu. Kukiwa na amani kila kitu kinakuwa vizuri. Kwa hiyo naomba mashabiki zangu na mashabiki wote wa Dunia wasichoke kunifuatilia. Haya ni maisha ya sanaa na sio maisha halisia. Kwa hiyo tuishi kiamani na maisha mengine yaendelee. Wasichoke kufuatilia mitandao yangu ya kijamii ili tuweze kuendelea kusapotiana na maisha mengine yaendelee. Shukrani sana.